Wacha msugumziwe na mzee anaitwa baba yao. Alikuwa baba yao. Kigogo ya siasa. Anamuelewa Ruto sana kuliko sisi. Wacha msikie. Asante DJ, asante. Haya, watu ya Kimana tusalimiane kwa hewa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ndio Waitito baba yao, na nimefurahi sana kuja eneo hii ya Kimana. Kutoka nizaliwe sijawahi kuja hapa tena. Na nimefurahi sana kwa sababu ya kuona nchi hii. Sifa yenu ile kubwa sana ni vile nyinyi mnalisha nchi hii. Chakula yote inatokanga hapa Kimana. Kwa hivyo shukrani sana kwa ile kazi mnafanyia nchi hii yetu. Alafu niwaambie kitu moja, vile mmetuona hapa. Mimi nikiwa mtu ambaye amekuwa wa UDA. Sisi ndio tulichagua Ruto kusema ukweli. Sisi ni kweli. Na tunaomba msamaha haki ya Mungu. Hii mtu tuliongoza watu wakachagua Ruto tukifikiria vile alikuwa na Biblia ati ni mtu mzuri sana, ni mtu ya Mungu. Akadanganya vijana, mnakumbuka mahasalazi wote, mama boga wote wakadanganywa, watu ya bodaboda wote wakadanganywa, hata sisi viongozi tukadanganywa, na hata watu mapastors wote na mabishopu wakadanganywa. Hatukuwa najua hii mtu anaweza kuwa na uongo sambuli hiyo. Na mmesikia ulimwengu mzima yeye ndio namba 2 kwa ufisadi. Na ufisadi na uongo yote inaenda pamoja. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza sema mwingine alikuwa mjinga, kwa sababu tulidanganywa sisi wote. Mimi nataka niwaambie, sisi watu ya mlima tumeapa vile alitudanganya, hatuwezi rudisha kidole pahali uliumwa. Vile alitudanganya, naye sisi tunamngojea 2027 asubuhi na mapema. Lazima Kasongo aende Sugoi mapema. Mnakubaliana na sisi? Hebu nione kabisa kama mnakubaliana na sisi. Alafu kuna kitu ingine. Hatukuwa najua yeye ako na roho ya kuua watu. Vile vijana wameuawa kama yeye ameona kwa macho yake. Jana tulikuwa kwa City Mortuary tukiwa na mkubwa wetu hapa Bwana Kalonzo Musyoka, kuona wamama ambayo wanatafuta watoto wao huko. Vijana mlisikia Mlolongo 4, tumesikia mwingine pia amechukuliwa huko Kaiti. Mimi nataka kukuambia ile hofu iko huko ni mbaya sana. Wanaua watoto na kinyama. Na tuku wanafikiri Ruto mwenyewe akiwa mzazi anaweza angalia kama watoto wengine wanauawa. Na mimi nataka niwaambie tafadhali nyinyi, mkubali huyu Kasongo, hiyo hadithi ya Kasongo tusahau 2027 tufikirie mambo mengine. Mumekubali? Mnakubali? Hebu nione tena kama sisi wote tuko kichwa moja. Alafu niwaambie kitu kingine, kwa sababu hiyo lazima tunasema, yule mtu ambaye amehitimu kabisa kwa experience akiwa na miaka mingi kwa bunge 28 years, ni huyu mzee mnaona hapa. Na huyu ndio aliongoza la Kibaki, huyu ndio nchi ikapata maendeleo na tukapata masomo ya bure. Hebu tupigie Kibaki makofi wakiwa na Kalonzo Musyoka tafadhali. Hao ndio waliongoza hii nchi ikaonekana nchi iko na tofauti, si ndio? Amekuwa waziri mara 4. Si tunakumnajua hiyo? Alikuwa deputy president wa Kibaki, alikuwa deputy speaker. Hakuna mtu mwingine ana experience ya kuongoza kama huyu mzee tunaona hapa. Ama namna gani? Si mumeona hivyo? Hii watu wengine wacha niwaambie, kama Ruto ameshindwa na kuongoza na vile unafikiria, tulikuwa naona akiwa na ujanja mwingi na akili mingi. Kiti ya president inataka mzee, mtu ambaye amekomaa, ako na experience ya kutosha, na sio mwingine ni Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Tumekubaliana hiyo watu wa Kimana? Hebu nione kwa mkono kama tumekubaliana.
Musyoka, watu wa Kimana ndio wamesema, sio mimi. Mungu awabariki na tuko pamoja. Thank you so much and God bless you. Watu wa Kimana tuko pamoja. Mungu awabariki sana.